Habari marafiki, leo tuzungumzie kisukari na upasuaji wa kubadilisha goti. Kisukari ni tatizo la kawaida sana. Kimsingi ni kiwango kisicho cha kawaida cha sukari mwilini, kiwango cha juu cha sukari mwilini, na wagonjwa wengi wanaohitaji kubadilishiwa goti huwa ni wa umri mkubwa, na kisukari pia ni jambo la kawaida sana baada ya kufikia umri fulani. Kwa hiyo swali moja ambalo huwa tunaulizwa mara kwa mara kwenye kliniki ni, daktari, mimi nina kisukari. Je, kisukari changu kitaathiri upasuaji wa kubadilisha goti? Jibu ni ndiyo, kwa kiwango fulani. Kwa sababu kinachotokea kwenye kisukari ni kwamba mwili hauwezi kudhibiti vizuri kiwango cha sukari kwenye damu, na pale ambapo kiwango cha sukari kwenye damu hakidhibitiwi vizuri, huathiri uponyaji. Hata uponyaji wa kidonda, yaani pale panapokatwa kwa ajili ya kubadilisha goti. Kwa ujumla, kinga ya mwili hushuka, na pia mzunguko wa damu mwilini huathirika kwa kiwango fulani. Kama kisukari hakidhibitiwi vizuri, kuna kitu kinachoitwa neuropathy ya kisukari ambacho kinaweza kuathiri mishipa ya fahamu pia. Kwa kifupi, kama sukari haitadhibitiwa vizuri, inaweza kusababisha kidonda kuchelewa kupona. Kushonwa kwa kidonda kunaweza kuchukua muda mrefu kuliko kawaida kupona, au kunaweza kuwa na uwezekano wa kushonwa kupasuka. Kiwango cha maambukizi pia huwa juu zaidi kwa watu wenye kisukari. Matatizo yanayohusiana na vipandikizi kama vile kupona vibaya au kulegea pia yanaweza kutokea. Na kuongezeka kwa kisukari bila shaka kunaweza kusababisha matatizo mengine kama kutokea kwa damu kuganda, maambukizi ya njia ya mkojo, au uwezekano mkubwa wa matatizo ya figo au moyo. Lakini huhitaji kuwa na wasiwasi kuhusu haya yote, kwa sababu katika kituo chetu, kila tunapomchukua mgonjwa kwa ajili ya upasuaji wa kubadilisha goti, tunahakikisha kwamba kisukari kinadhibitiwa vizuri kabla ya upasuaji, wakati wa upasuaji, na pia baada ya upasuaji. Kwa kawaida, tunapima kiwango cha HbA1c cha mgonjwa huyo. HbA1c ni kipimo cha damu kinachotupa taarifa ya udhibiti wa sukari wa miezi mitatu iliyopita kwa mgonjwa husika. Lengo letu ni kuhakikisha inabaki chini ya 7.5. Ikiwa unaweza kuiweka karibu na 6, hiyo inamaanisha udhibiti mzuri sana. Lakini katika hali nyingi, hata ikiwa iko karibu na 7.5 na sukari wakati huo inadhibitiwa vizuri, tunamchukua mgonjwa kwa upasuaji. Tuna timu maalum ya wataalamu wa endokrinolojia, madaktari wa kisukari na madaktari bingwa pamoja nasi. Pia kabla ya upasuaji, tutakuwa tukikagua kiwango chako cha sukari kwenye damu. Wakati wa upasuaji, timu ya wataalamu wa usingizi wataratibu na kudhibiti sukari yako wakati wa upasuaji. Na baada ya upasuaji pia, utakuwa mikononi mwa wataalamu wa endokrinolojia, madaktari wa kisukari au daktari bingwa kwa ajili ya udhibiti wa sukari. Hivyo, ushauri mmoja kwa wagonjwa ni kwamba hakikisha umeangalia udhibiti wa sukari yako ya HbA1c kabla ya kuja kwa upasuaji. Unapaswa kuchukua insulini yako au dawa za sukari ulizoandikiwa na daktari wako mara kwa mara. Unapaswa kula chakula bora. Kula chakula bora inamaanisha unapaswa kula chakula chenye sukari kidogo kwa muda kabla ya upasuaji. Na unapaswa kufanya mazoezi mara kwa mara. Pia unapaswa kutunza ngozi ya goti lako na miguu yako kabla ya upasuaji. Na kila unapokuja kwa daktari wako kwa ajili ya upasuaji wa kubadilisha goti, unapaswa kuja na dawa zako za kisukari za karibuni ulizoandikiwa na daktari wa kisukari au daktari wako. Pia unapaswa kuja na kiwango chako cha HbA1c cha hivi karibuni kilichopimwa. Kwa kifupi, sukari au kisukari kinaweza kuleta changamoto kwetu wakati wa upasuaji wa kubadilisha goti. Lakini katika kituo chetu, tunachukua tahadhari za ziada ili kuhakikisha kwamba matatizo yanayohusiana na sukari ya juu ya damu hayatokei tunapofanya upasuaji wa kubadilisha goti. Kwa hilo, tuna timu ya wataalamu wa endocrinologist, diabetologist, anesthesiologist, madaktari pamoja nasi. Wanatunza sukari yako vizuri kabla ya upasuaji wa uingizwaji wa goti lako, wakati wa utaratibu, na pia baada ya upasuaji wa uingizwaji wa goti lako. Asante.